Nashukuru. Kwa majina ni Abel Mokaya Mose, mwakilishi wa wadi ya Magwawa na deputy speaker wa County Assembly ya Nyamira. Nizungumzie barumbano na shida zile ziko na vita vile ambavyo vinapatikana pale katika county yetu Assembly ya Nyamira. Jana tulienda kwa County Assembly ya Nyamira nikiongoza waheshimiwa wenzangu, tukaenda pale kuleta uwiano na amani ili tupate kufungua siku ya leo bunge letu. Lakini ajabu ni kwamba usiku kucha bunge letu ya Nyamira headquarters liligeuka kuwa mahali pa kuuzia pombe, jang'aa na busaa, na hata kondom zilikuwa pale. Hata sisi tukaogopa kama wanasheria ama wabunge waheshimiwa kuenda kuhudhuria vikao vya leo. Jambo tunazungumzia ni hili. Tunaitisha amani katika bunge letu la Nyamira. Na wale ambao wanaleta vita katika Nyamira, mmoja wao ni Steve Mogaka pamoja na senator wetu wa Kongo Mogeni. Tafadhali tunaomba na tunawasihi mupate kuheshimu sheria na kuheshimu bunge letu la Nyamira na kuheshimu speaker ambaye ameteuliwa na amewekwa pale wakifu kama speaker na ameidhinishwa na kisheria kutoka kotini ya kwamba yeye ndiye speaker halali ambaye anaweza kuongoza vikao katika assembly yetu ya Nyamira. Tumheshimu na tufanyie wananchi kazi. Vile vita mnavyoleta nyinyi wale viongozi mmechaguliwa, vile vita mnatupiga, sio sisi mnaopiga, ni wananchi wale ambao wametuchagua na wale ambao waliwachagua ndio mnaopiga vita. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tushirikiane, tuache mambo ya vita, tuanze kufanyia wananchi kazi. Na wale ambao staffs, naongea kwa staffs wa Nyamira, acha kujihusisha na mambo ya siasa. Nyinyi ni wafanyakazi wa serikali. Hamstahili kujihusisha na mambo ya vita na mambo ya siasa. Kubeba panga na marungu kuja kupiga waheshimiwa bungeni ni makosa. Na sisi tunaomba the County Assembly Service Board ichukue hatua ya haraka kwa wale ambao walijihusisha, the staffs wale walionekana wakipiga vita, wakidance, wakidengua huko na kunywa pombe katika assembly yetu ya Nyamira, wachukuliwe hatua iwezekanavyo na haraka sana ili serikali ipate kufanya kazi. Sisi vile tulikaa na vikao jana, tulijaribu kuelewana na tukawashawishi tupate kurejea vikao vyetu halali kama vile ilivyokuwa awali, kwa kuajilia speaker wetu Enoch Okero kueleza vikao vyake. Wakakataa, ndiposa wakatufungia milango na kila mahali walifunga, na wakaleta magari wakatuzuia, wakaanza kuleta furugu huko ndani. Wakaachilia staffs waanze kutusomea kama watoto, na sisi ndio wakuu ama wadosi wao. Kwa hivyo kile kitu tunasema yote hayajaisha. Kile kitu tunahitaji, bado kuna nafasi ya maelewano. Wakuje tukae, tuelewane, tuendelee mbele. Sisi hatujakata hata moja. Wakuje wote tupate kuelewana, kushirikiana. Asante sana kwa hilo swali. Unajua ilikuwa late tukitoka Nyamira. So vile tulikuja late tukakuja hapa, tumekaa na speaker, tumeongea. Sasa ndio saa hii ndio tunapeleka report polisi Nyamira kupiga report. Yeah. Asante sana kwa Kiswahili, naweza sema ni majina yangu ni Arfai Wangereza Mabera. Sisi kama wakilisi wa Nyamira Assembly, vile mnajua tumeisha kuwa na mgawanyiko
kwa muda mrefu. Lakini sasa jana tulikuwa tumeelewana na wale timu nyingine iko kwa assembly, tuende huko tutafute mwafaka wa kufanya kazi pamoja. Tulipoenda huko tuliongea, tukaona kama tumeelewana. Lakini cha kusangaza ni kwamba kwa sababu hii vita vile tulianza kuvurugana sisi kuwakilishi peke yake tulivurugana watu ya siasa. Wafanyikazi hawakuwa kwa hii maneno. So wakati tulipoongea tukamaliza, kitu ya kusangaza ni kwamba tuliambiwa tuende kuripoti kwa wafanyikazi. Sasa mimi nilishangaa tuende kuripoti kwa wafanyikazi namna gani. Lakini tulikubali tukaenda huko. Kufika huko wafanyikazi walikuwa na choto kubwa. Walikuwa napiga kelele na kuweka masharti yao bila wanataka. Kwa hivyo tukasangaa hiyo kitu ni kwa nini wafanyikazi wameingilia maneno ya siasa. Kutoka nje tukapata main gate ya parking imefungwa. Tukashindwa nani alitufungia wakati tuliingia, mlango ilikuwa wazi na kuna gari ilikuwa imewekwa kwa mlango inafunga mlango. So MCA moja wetu, mwakilishi moja anaitwa Nyamino, ndiye alikuja kutafuta maarifa, akapuruta hiyo mlango kwa nguvu na watu wawili ndio tukafunga, chabia ikatoka, ndio mlango ukafunguka, tukakuja kutoka hapo na otherwise sijui kama hiyo mlango ingefunguka, sijui kama ni vita tungepigiwa hapo ndani. So tuliamua sisi wacha turudi mahali kamani, wengine sisi ni wazee, wengine ni wamama, hatutaki vita. Asante sana. Told that I may compare the assembly as a home. A good wife builds a family with her own hands and destroys with her own hands. The people are destroying Nyamira are our leaders. You do not want peace for Nyamira. And then you go to the same voters that you want their vote, yet you are the very, very, very person behind the chaos at the assembly. It is even by God's grace that you are able to run the affairs of the assembly, to do the bills, to be able to do the budget, because we are standing firm on the law. We are lawmakers and we are peacemakers and we want to follow the law. Kindly, our senators, our MPs, follow the law, stop coming to the county assembly to distract, and then you have a green snake, a green grass attitude. Actually, that is what we realized at the assembly yesterday when we went there. Pretending to want peace, but at the same time, behind the scenes, you are busy working against the people who want to make peace. Why are we contravening our own, trying to behave like we are good, but at the same time we want to be evil and wicked to destroy others? Kindly, we are calling upon our leaders. Choose the way of peace, follow the law, obey the law, and be the ringleaders of following the same law that you are legislating. We cannot be legislators and breaking the same law that we are trying to build. What are we showing? Which example are we showing to the leaders, to the people of Nyamira and the whole country? You want Nyamira to always be on the scene that we are the bad people. Kwani sisi tulizaliwa aje, tuliwazaa aje, we are the mothers. Hatukuwazaa muenda kufanya hizo vitu mnatufanyia. We are your wives, we are your daughters. Why are you planning evil for the people of Nyamira? People of Nyamira are tired with this kind of leadership. Rangu ni Lamex Kwe Onyancha. Mimi ni mwakilishi ward wa Itipo. Mimi chenye naambia seneta wetu na wajumbe wenye wamechaguliwa kutoka jimbo la Nyamira, niwaambie kwamba waachane na siasa za Nyamira. Usiku wa kuamkia leo, watu mumeona, tulienda jana assembly kuelewana jinsi tutafanya vikao vyetu hapa mbeleni. Lakini hatukuweza kuelewana kwa sababu tunapata kuwa watu wenye wako katika hilo bunge letu ni watu wageni wenye hata hatujaiona. Na usiku wa kuamkia leo mliona pombe zilinunuliwa, tukaambiwa hizi pombe zimenunuliwa na wanasiasa wenye wanafanya kazi katika bunge kuu. Mimi naambia seneti yetu, Okongo anaendelea kutumia seneti vibaya. Kama anataka kula ya ugavana, akuje aombe wananchi kura. Assembly sisi hatuna kura tutampea. Kwa sababu jinsi jenye anaenda seneti kuelezea maseneta kuwa assembly ni mbaya, speaker ndio huyu, hiyo sio njia inayovaa. Njia mzuri ni kukuja waongee na watu wa Nyamira, kama ni kiti cha ugavana anataka atakipata. Lakini mimi naambia seneta wetu, you are letting us down. You are becoming a disgrace to the people of Nyamira. Asante. Nasema inafaa hata for investigation. Sasa hivi
Mimi kama board member wa County Assembly ya Nyamira, saa hizi tunafaa kufunga lile bunge ili investigation ifanywe, kwa sababu vitu zenye zinafanyika katika bunge hilo si vitu za kibinadamu. Mimi nasema saa hizi tuko waheshimiwa 21. Penye Okonga anasema tuko wabunge 12 lakini tumefika 21. Sisi tutaendelea kufanya vikao vyetu katika mashinani kwa sababu mashinani is legal. Kama anataka kuichallenge koti siko, pia anaweza ulizia hata bibi yake ni judge, atamwelezea vizuri ili ajue kuwa we are doing a legal thing. The County Security Council has really failed us as a people of Nyamira. When it comes to issues security, the county commissioner, the secretary of the county security council, the SIPU commandant, the DCI and everyone, you cannot sit and watch people being threatened and lives being threatened and property being damaged. The other time, a watchman was torched in that assembly. People's blood bled. Today, people sleep in the assembly armed and with alcohol. Then you want to sit as the county security council, then you don't have business being in Nyamira. If you cannot deliver to us and if you feel you are sabotaged or you feel you are partial and taking part in this, you cannot help the people of Nyamira. Nyamira's security issues have risen and we really want to ask that the National Security Council look into the County Security Council of Nyamira. Thank you.